Daktari Isaac Newton Kindiki, Wakenya wote wanatakiwa kujiuliza na hata wabunge wanatakiwa kujiuliza, ni faida gani wananchi wa Kenya watapata kutokana na impeachment ya Gachagua? Ni maisha itapunguka, itakuwa enda chini, ama ni hii makodi na kutozwa pesa kwa wananchi itarudi chini? Ni Gachagua ameleta tabu kwa Kenya ama ni William Ruto? Kwa hivyo kama mimi ningeulizwa, tabu ya Kenya ingeondolewa kwa kuimpeach William Ruto, si Gachagua, sababu kuimpeach Gachagua haitasaidia wananchi wa Kenya kwa chochote. Itakuwa inamsaidia William Ruto kwa vita yake na Gachagua peke yake, sababu hii impeachment ni vita ya Gachagua na William Ruto peke yake, haina chochote kuhusu wananchi wa Kenya. Nafikiri hata mwanzo kabisa hakukuwa na ndoa ya uhakika kati ya William Ruto na Gachagua, sababu hata William Ruto kuchukua Gachagua kama deputy yake si kwa furaha, hata kwa mapenzi yake. Alikuwa anataka kupata kura za mlima. Na ukikumbuka kabisa mwaka wa 2020 Gachagua alisema wazi, na hiyo iko katika mjadala wa public domain, alisema wazi ya kwamba hakuna kabila lingine katika nchi ya Kenya lililokuwa na chuki na Wakikuyu kuliko Wakalenjin. Hata ukienda kwa mtandao utapata hiyo. Kwa hivyo mimi nikiangalia kabisa hii mahakikisho ya Ruto kupambana na Kikuyu ile alipanga kutokea zamani, na mimi nafikiri baada ya hii sasa kufanyika, badala ya Gachagua kuondoka kwa kiti, ndio Wakikuyu wataelewa maana ya kiapo kabila Ruto mwaka 2020, sababu yale yatatukia, Wakikuyu watakuja kulia na jicho moja. Sema ni Raila amefanya hii, hapana. Raila hata kuingia upande ya kushikana na William Ruto sababu ya kuondoa Gachagua. Raila aliingia kuungana na William Ruto sababu anataka kuungwa mkono kwa kiti cha AU. Hana haja na Gachagua hata fikira yake, Gachagua hakuna kwa fikira yake. Watu wengine wanafikiria ati Raila kuna party hata kidogo, sehemu kidogo nafanya kuondolewa kwa Gachagua. Hapana, hii imekuwa ni mpango ya William Ruto, na vita ya Gachagua si ya Gachagua, vita ya Gachagua ni ya Wakikuyu. Sababu ningependa wananchi wa Kenya wapigiwe sauti ya Ruto Kenya nzima, sababu iko kwa public domain, iko kwa YouTube. Wapigiwe sauti ya Ruto akisema ya kwamba mtu akipata uongozi onyesha dunia solution ama suluhisho la Wakalenjin na Wakikuyu. Sema hiyo wazi. Kwa hivyo lino na kama hii ni mpango kulingana na mpango wa Ruto ya kumaliza Kikuyu, na watamalizika. Watafanywa atatenda mengine makubwa sana ya kuumiza Wakikuyu. Ukikumbuka ya kwamba ama wananchi wakikumbuka ya kwamba kiti cha Mudavadi hakikuweko, kiliundwa na nani? Na William Ruto. Na baada ya kuunda hiko kiti akamnyang'anya Gachagua kazi mingi sana akazipatia Mudavadi. Na wakati alifanya hiyo hata Raila hakuwa kwa Raila alikuwa iko mbali sana. Kumbuka maandamano ya mwezi ya 3 mwaka hii ambayo aliongozwa na huyo shujaa ya Kenya Raila Amolo Odinga, bado Mudavadi alikuwa amefuatiwa kazi, na bado Gachagua alikuwa amenyang'anywa makazi mengine yake na ilikuwa imepewa Mudavadi. Kwa hivyo ndio mimi nasema mpango hii si mpango ambaye Raila ako ndani, imekuwa tu imetokea wakati yeye amekuja hapo kwa William Ruto ili apate kuungwa mkono na William Ruto kwa kiti cha AU. Mimi nakataa kabisa, na naendelea kukataa habari ya Raila kuhusiwa na mambo ya kutimuliwa kwa Gachagua. Na pia mimi nakataa kabisa ya kwamba ati wakati Raila alishikana na Uhuru Kenyatta ati mambo yalianza kumboyuma. Siasa za kupiga Raila zilianzwa wakati ya Uhuru Kenyatta, na huyu Ruto mwenyewe yeye ndiye anaweza kusema ya kwamba huyu amekuja kufanya hii na hii na hii, sababu Raila alikuja akaanza kufanya nini? Kumshauri Uhuru, na hakuwa na mshauri Uhuru kwa mabaya. Kulikuwa na mchafuko mingi sana, lakini wakati Raila aliingia kuungana na Uhuru, hiyo mambo mingi haikuweko. Ukiangalia pesa ambayo iliporwa katika Kenya kabla ya Raila kushikana na Uhuru Kenyatta ilikuwa mingi sana. Baada ya Raila kuungana na Uhuru Kenyatta, mimi nakwambia, mimi ni mwangalifu wa siasa za Kenya, pesa za kuibiwa zilipunguka, na ikaanza kuwa Uhuru Kenyatta alifanya kazi kubwa sana baada ya kushikana na Raila. Baada ya kushikana na Raila ndio Uhuru alijenga mabarabara kilomita 11,000. Hiyo wakati ambao alishikana na Raila ndio Uhuru Kenyatta aliweza kujenga hii affordable houses. Pia kulipisha Kenya kodi yoyote, akajenga manyumba 250,000 houses 2050. Angalia. Sasa unaona ya kwamba wakati Uhuru
kushirikiana na Raila. Uhuru alifanya kazi kubwa sana ambaye hangefanya wakati alikuwa na Ruto, sababu Ruto alikuwa ameiba pesa mingi sana. Ni mwizi mkali, mwizi mbaya. Nikumbusha wananchi wa Kenya kidogo, wakati William Ruto alikuwa waziri wa ukulima Kenya, naye Raila Odinga alikuwa waziri mkuu. Ilifika wakati Raila akamwachisha kazi Ruto ili asitakiwe. Kwa nini? Sababu Ruto alinunua mahindi yote ambayo ilikuwa kwa Kenya kwa bei duni. Ruto akanunua hiyo mahindi akauza nje. Alafu baada ya Kenya kuwa na shortage ya mahindi, Ruto huyo akaenda akatafuta mahindi kutoka nje kwa bei rahisi, akakuja kuuzia Kenya na bei kali sana. Ndio hapo Raila Amolo Odinga akakasirika na akatoa kazi mara moja. Mtu alifikiria Ruto huruma ni Kibaki. Hayati Kibaki akarudisha Ruto kwa kazi baada ya kufutwa kazi. Kwa hivyo hii mambo watu wanaona Kenya si mageni kwa Ruto, ni mambo alianza zamani. Hata hii mambo unaona ya kusukuma wananchi wa Kenya tuwalipe pesa ili wapande mimea, ni mipango ilikuwa kwa William Ruto ya zamani. Na baada ya hii wakulima wengi hawatapanda vitu, Kenya itakuwa na shortage ya chakula. Lakini kwa mpango ya Ruto ya mbali sana, yeye ndiye atakuwa anapatia Kenya chakula. Kwa hivyo watu wa Kenya watakuwa watumwa ya William Ruto. Yeye atakuwa analeta chakula Kenya, atakuwa analeta chochote. Angalia sasa, hata ameenda kwa kiwango ya kuharibu ile viwanda, parastatals na state corporations ambazo zilikuwa zinaletea Kenya pesa. Akazipora zote, alafu akaziresolve. Sasa anaziuza. Kenya itakuwa wapi? Itakuwa fukara kabisa. Hakuna chakula. Ameleta vikwazo ya kukuza chakula Kenya, ameleta vikwazo ya kuweka hata ng'ombe, na ameuza kila kitu ambacho kilikuwa kinaleta pesa Kenya. Kenya itakuwaje? Itakwenda nyuma kabisa, na Wakenya watakuwa maskini ile inaonekana katika ya Kenya. Kwa mimi mwenyewe, Gachagua makosa yake ni moja tu, na makosa ile ilikuwa naye ni moja tu. Ilikuwa ni makosa ya kuunga ya Ruto mkono kuharibu nchi. Hiyo peke yake. Na sasa wakati imefika kwa William Ruto kuhakikisha hapo yake ya kupiga watu imefika, ni lazima aondoe Gachagua ndio aweze kufanya kazi anataka kufanya. Sababu Gachagua naye kwa upande mwingine, mimi nasema yuko kama Ruto tu, yuko na ugaidi kama Ruto, na ukifika kwa ango nyingine anaenda kukatana na Ruto, na Ruto anajua hivyo. Kwa hivyo lazima aondoe huyu, aweke mtu mwingine softa mwingine ambaye atakubali mambo ili Ruto anataka kufanya. Kumbuka ya kwamba hivi kabla ya uchaguzi kufanywa mwaka jana, wafuasi wa UDA walienda kwa William Ruto huko kwake Nairobi, na wakachagua Kindiki kama DP ya Ruto, kama mdogo ya Ruto. Lakini Gachagua akakuwa mkali sana, na sababu alikuwa amekopesha William Ruto pesa 8.7 bilioni, na pia akaambia Ruto kama ni hivyo nipatie pesa yangu ya campaign. Hapo ndio Ruto sasa ilifika wakati ya kuomba hata wale wafuasi ya UDA wapatie Gachagua kiti ili hii machafuko ya kukopeshana pesa na nini isikatokea wakati ya uchaguzi. Kwa hivyo hii ni mambo Ruto alipanga zamani. Alisema wazi anasema ya kwamba kama ingewezekana, na kama ningeweza mimi mwenyewe, ningewapigia Wakenya wote sauti ya Ruto kutoka YouTube akisema ya kwamba akipata uongozi atawaonyesha kivumbi wa Kikuyu. Mimi kwanza nina hasira kubwa sana na wabunge wa Kenya. Wabunge wa Kenya wengi wao ni vijana wakati huu, na Wakenya huwa walikuwa na matumaini kubwa sana na uongozi wa vijana. Lakini mimi najiuliza kitu moja, kama vijana hawa wako bunge ndio wameendelea kuwa rubber stamp yao, Ruto kila wakati anataka kuleta machafuko katika nchi, sio narudia hata vijana jina. Kwa nini wanakubali kutumiwa kama toilet paper, kama karatasi ya kwenda choo? Bunge liko na independence kama judiciary na kama executive, na sheria ya Kenya inawalinda wabunge kutoa maoni yao ama kufanya jambo lolote kutokana na maoni yao peke yao. Lakini nakumbuka juzi miezi iliyopita kidogo, William Ruto alitoa onyo kwa wabunge wakati wa finance bill, akawaambia anataka kuona yule ambaye hatapigia kura finance bill, na yule hatapigia finance bill ataona cha utamakuni. Mimi nauliza, kwani katiba ya Kenya imekuwa ni Ruto, na kwani sheria za Kenya zimekuwa ni Ruto? Wabunge wanatakiwa kujihadhari sana, hasa vijana, kwa sababu hawa na Ruto ndio sasa
wa kulaumiwa kwa yote ambayo yamefanyika Kenya, sababu mengi sana ambayo iko sasa imetokana na William Ruto kusaidiwa na bunge la Kenya. Hiyo tuwezi kataa, sina ukweli yoyote, lakini William Ruto anaweza kufanya hiyo. Iko wengine wa kufanya na uoga na iko wengine wa kununuliwa. Kwa hivyo bunge la Kenya la sasa, kama Kenya itabomoka na yale yote yamefanyika mabaya, inalaumiwa na inahitaji kulaumiwa. Unakumbuka ya kwamba, na Wakenya wanakumbuka ya kwamba wakati William Ruto alipendekeza kuingiza GMO ili chakula hapa kutoka hapa ng'ambo, Wakenya wote walikataa. Mimi nilikuwa mwanzo kabisa kuandika kwa Daily Nation kukataa GMO. Lakini baadaye wabunge wenyewe wakafanya nini? Wakapitisha, hata ingawaje hata koti ilikuwa imekataa hiyo. Unakumbuka ya kwamba Ruto mwenyewe aliingia katika uongozi na kupendekeza Jomo Kenyatta iuzwe, Kenya hiyo isiuzwe. Pia nilikuwa ya kwanza kuandika kwa Daily Nation. Ilikuwa ni mbaya sana kuuza hiyo. Na Wakenya wote wakakataa. Na hata koti ya Kenya ikakataa. Lakini kulifanyikaje? Wabunge waliunga mkono na ikapitishwa ya kwamba nini ifanyike, lakini wananchi wakakuwa kali sana. Unakumbuka finance bill? Wakenya wote walikataa na hata koti likakataa. Lakini wabunge walifanya nini? Wakapitisha. Kwa hivyo kuporomoka kwa Kenya, wabunge walioko sasa wako na sehemu kubwa sana wamechangia ya kubomoa nchi yao ya Kenya. Ni sababu ya corruption na sijui ni sababu ya si viongozi, lakini hawa ni watu ambao hawafai kuwa kwa bunge. Mimi nasema hivyo. Na kama ingewezekana badala ya kuchangia kutoa Gachagua kwa bunge akiwa peke yake, wabunge wale wako hapo wangetolewa wote, na ile mtu atolewe na Gachagua mwenyewe atolewe. Kuwe na watu wapya kwa Kenya kwa uongozi, na wananchi wa Kenya waangalia watu wazuri kabisa ambao wangeweza kuongoza Kenya vizuri, sababu haionekani mwangaza katika nchi ya Kenya hivi karibuni kutokana na hii watu ambao wako uongozini. Iko giza kubwa sana, na nina hofu ya kwamba hii vita ya Russia ikiendelea na hii vita ya Israeli ikiendelea, nina hofu ya kwamba William Ruto atachukua nafasi hiyo kuwaumiza wa Kenya zaidi. Wengi ambao wangesaidia kwa kelele, kupigia Kenya kelele, watakuwa akili imechukuliwa kwa hizo vita. Hasa hizi nchi zenye nguvu zitakuwa zote zinaenda upande hiyo ya vita. Kwa hivyo kwanza kwa Kenya waombe sana hii vita ya Ukraine na hii vita ya Israeli na Hamas na wengine, Mungu aiondoe. Sababu vile sasa Iran wametupa mabomu huko Israel, na mimi na hakika ya kwamba ni mapenzi ya William Ruto hii vita iendelee ndio apate nafasi ya kuchafua Kenya kabisa. Kwa vile inaonekana isipokuwa William Ruto tena angalia aone mashaka hapo mbele, mahali impeachment imefika sasa, Gachagua apige ilago. Mimi ingekuwa ni safari ya kwenda mbali, ningemwambia afue nguo zake pasi na apage kwa sanduku ya tayari ya kwenda safari, sababu safari yake imefika ya kuondoka. Kama hakuna lingine litatokea hapa katikati, lingine la kuokoa yeye, na ndio mimi nasema la kumuokoa litatokana na Ruto peke yake, hakuna mwingine. Litatokana na mwanzilishi ya nini ya matatizo yake. Hivi majuzi alikuwa na kifua sana, mtu ambaye angepigana vita kubwa sana, lakini siku mbili tatu imekwisha, ameanza kuomba Ruto msamaha, ameanza kuambia Ruto tafadhali, hii mambo iondoe ndio tufanye kazi pamoja, tusaidie nchi. Hiyo ni kuonyesha kwamba hata bila mimi kuona hivyo ya kwamba safari yake imefika mwisho, hata yeye mwenyewe Gachagua ameona hapa kuna njia ya kujiokoa. Hakuna mwingine ya kuokoa Gachagua sasa ni ile mtu, na ataokoa yeye kiwa na mpango mwingine, na ataondoa yeye akiwa na mpango ya kuja nyuma kufanya hivi ili kuondoa yeye pia hapa siku zijazo. Sababu kwa mengi ambayo Wakenya wamekataa, Ruto amerudi nyuma kidogo kutafuta nguvu, alafu anakuja na nguvu kabisa. Kwa hivyo hakuna kitu Ruto amejaribu kufanya akaserenda kabisa. Yeye kupumbaza wananchi na kusema hii kidogo, alafu anarudi na kuja na nguvu. Kama vile nimeeleza habari ya kuuza ndege, alikuwa amesema mwaka jana kuuza Airways, lakini wakati kulikuwa na makelele akarudi nyuma kidogo, sasa zimeuza. Haya, mambo ya GMO, wakati tulipiga kelele sana nyamaza kidogo, akarudi nyuma kidogo, akatafuta nguvu, akakuja by force akaingiza GMO. Hata hii finance bill sirudi nyuma kidogo, imetolewa kweli, si bado sio anapenya tu. Kwa hivyo kila kitu William Ruto amemulika ni lazima itafanyika.
Kwa muda mchache baada ya Gachagua kuondoka, kutakuwa na confusion, yani watu watajua ilipi. Sababu kijatolewa hivi, kutakuwa na janga la kutafuta ni nani atachaguliwa. Wakati watakuwa na mti yao. Kwa sababu huyu achaguliwe, walia nao Mudavadi mdogo yani kutakuwa na mchafuko fulani na confusion fulani ambayo itaondoa hata fikira za Gachagua. Baada ya kuweka ile ataweka, na baada ya muda kidogo pia ataanza safari yake, ile safari kabisa ya kufanya nini, ya kutenda yote yale alipromise zamani. Si ya kusaidia wananchi wa Kenya, ile alipromise kuwafanyia wa Kenya. Ile alisema atafanya. Alisema ya kwamba atapata suluhisho ya Kalenjin na Kikuyu kuingia kwa kiti. Hiyo atapata. Hiyo lazima atapata. Niamini. Alisema ya kwamba Kitale hapana ya Kisii na hapana ya Waluya. Hiyo ataingia, lazima atatoa. Anapenya tu njia. Na pengine kabla ya kumaliza 2 term, sababu pengine ataingia kwa uongozi wa Kenya, wapende wasipende 2027. Hayo yote alisema ya kwamba itatendeka. Waluya na Wakisii wataondoka huko Kitale, Wakikuyu watashambuliwa, watapata chapta makuni. Hata pia hii 2 terms na president ambaye Ruto amejaribu mara 2, inaitwa testing waters mara 2. Amesema watu kusema 2 terms si mzuri, kelele napigwa na ananyamaza. Hiyo 2 terms lazima Ruto ataondoa. Wakenya wapende wasipende. Na ndipo mimi nasema sababu Gen Z wakiungana na wakienda vizuri watasaidia Wakenya kuondoa Ruto kwa kiti, waendelee kabisa. Sisi tunawaunga mkono tukiwa mbali, na hata tunashawishi nchi za ng'ambo kujua ya kwamba kuna justice ama kuna haki ya vijana kupiga kelele Kenya. Hii mauaji ya Ruto kuwa vijana kuwa wa Kenya haifai hata kidogo, sababu wanauliza haki zao. Na punde si punde, kama sio hii vita inatokea ya huko Israel na hii nyingine ya Ukraine, tungefaulu kabisa. Lakini Mungu yuko, pengine vita hii zitaendelea na tutafaulu. Wakenya sijui iko makosa wanafanyanga. Na mimi narudia sana, kuondolewa kwa Gachagua itawasaidia na njia gani kuondoa Ruto? Haitawasaidia na chochote. Badala hivyo ama kufurahia hivyo, Wakenya angefanya juu chini Ruto aondoke, sababu Ruto akiondoka hata Gachagua ameondoka na maovu yameondoka. Na kama vile nimesema hapo awali, kuondolewa kwa Gachagua haitasaidia Wakenya na lolote. Hakuna hata kidogo. Ingekuwa bora kama ingekuwa impeachment, ingekuwa ni ya Ruto. Mimi ningejua ya kwamba Wakenya wanafaidika. Lakini kwa sasa hakuna faida yoyote. Kenya tapata. Hakuna. Mimi ningesema kitu moja. William Ruto anatumia polisi wako na bunduki kunyanyasa wananchi wa Kenya. Ameua majenzi wengi sana. Na aliwa Wakenya wengi sana, hasa Waluo. Kwanza mwezi ya 3 wakati Raila Odinga aliongoza maandamano. Wanajeshi wa Kenya, askari wa Kenya waungane na wananchi, waungane na sisi ili tuokoe Kenya na tuokoe wananchi wa Kenya na tuokoe vizazi vijavyo. Sawa, bila hiyo mimi nakwambia Kenya itaboromoka kwa kiwango, itakuwa ngumu sana kuokoa. Itakuwa kwa shimo ndefu sana ambaye atakamba ya kuondoa Kenya huko itakosa. Kwa hivyo jambo langu la mwisho ni kuomba wananchi wote wa Kenya, wakiwemo wanajeshi na askari, wajue ati Kenya ni yao. Kenya ni yao na watoto wao. Na Kenya ni ya jamii zijazo. Kama inabomolewa, tabu itakuwa kwa wote. Itakuwa kwa wanajeshi, itakuwa kwa askari, itakuwa kwa Kenya wote. Kwa hivyo tushikane zote pamoja, tuiokoe nchi yetu. Kenya ni nchi nzuri sana. Wananchi wa Kenya ni watu wenye bidii sana. Nchi ya Kenya ni nchi ya kuendelea kwa muda mfupi sana. Hivi uone ya kwamba kwa kiongozi bora, kwa miaka 5 na uongozi bora wa kiongozi bora, Kenya inaweza kuwa nchi ya kuwa inakopesha pesa nje. Haiwezi kuwa nchi ya kukopa pesa nje. Itakuwa ni nchi ya kukopesha pesa nje. Ina rasilimali ya kutosha, ina rutuba mzuri, ina mito mizuri. Hakuna kitu chochote kinakosa Kenya. Kitu inaharibu Kenya ni uporaji wa mali ya umma, corruption, looting of public funds. Hiyo ndio inaharibu Kenya kabisa. Kwa hivyo kama kungeonekana kiongozi ambaye atakuja na kuondoa hiyo ugonjwa kabisa, mimi naambia Kenya tueneze tuka sana, wakiona nchi yao itakuwa another South Korea kwa muda wa miaka 5, si 10, miaka 5. Asante sana.